Baraza 2027, mahali ambapo viongozi wanazungumza lakini wananchi ndio kuamua. Mimi ni Lucy Kanini na leo najiunga naye Peter Ndegwa ambaye anawania kiti cha MCA Muthwani Ward. Karibu sana Peter. Asante sana Lucy. Leo nimefika huko. Ndio, karibu sana huku mahali naitwa Zebra. Hapa ni mahali naitwa Zebra. Zebra iko katika Githunguri location, Githunguri sub-location in Muthwani Ward, Mavoko constituency in Machakos County. Karibu sana. Asante sana. Yes. Peter ni nani? Kabla nataka tu ujitambulishe kwanza. Watu wanakujua kama Peter Ndegwa, umekuwa kwa sare. Sasa kando na pale ulikuwa mtu wa sare, sasa Peter ni nani? Peter Ndegwa Githinji. Peter Ndegwa Githinji ndio huyu. Na Peter Ndegwa Githinji ni mkaaji wa hapa Muthwani Ward. Mahali hiyo nimekuambia inaitwa Githunguri. Githunguri location in Githunguri sub-location. Huyu Peter Ndegwa Githinji, kama ulivyotangulia kusema mambo ya sari, ni kweli. Mimi nimekuwa kwa sari kwa miaka 38. Miaka 38 nimekuwa nikifanya na security within our country in administration police service. Na nimefanya mpaka nikafika kiwango ya kwenda kupumzika, yani inaitwa retirement. Nimeretire mwaka wa 2023. Na 2023 nilipo retire, nimekaa hapa na wananchi mzuri sana. Na baada ya kukaa na wananchi mzuri sana hapa nikifanya kazi yangu 1 2 3 things. Wananchi wa hapa na Muthwani kwa jumla ambao nimekuwa nikitembea kufanya kazi zangu 1 2 3 ya biashara baada ya kustaafu. Baada ya kustaafu sasa watu wananiambia, mzee umeretire na unaonekana kijana. Naambia yenyewe mimi ni kijana under 18. Lakini hata hivyo, hata kama mimi ni kijana under 18, mimi nimestaafu na nimefanyia nyinyi kazi sana kwa serikali. So hawa watu na ni watu wananipenda. Wakasema ya kwamba wewe inaonekana you are too young. Na vile uko young, tungekuomba Bwana Peter, ufikirie kazi gani unaweza fanyia wananchi, because unaonekana, ama kwa sababu unaonekana kijana na wewe unasema ni under 18. Na tukikuangalia kweli tunaona ni under 18. Na Lucy, wacha nikwambie, it is true. I'm under 18 because hakuna kazi siwezi fanya. Mimi mwenyewe nikaambia hawa, wacha nitafikiria. Kwa sababu naona tuko na viongozi na tumekuwa tukichagua viongozi na viongozi wako na wanafanya kazi. Mtanieleza kama kuna sababu gani mungetaka ni wa represent. But all the same, mimi niko tu. Na mimi ni wenu na nyinyi ni wangu. So nikaendelea kukaa. So mimi Peter Ndegwa nikikaa hapa kwangu tu, nikaangalia wevu vile inaenda, nikaona ya kwamba, na watu wakanitembelea wazee, wakaniambia hapana, we would like to test you. Tungetaka tukujaribu, tunaona wewe ni mtu unaweza kazi. Na tumefuatilia sana mahali umekuwa ukifanya kazi na sari ya kikazi. Na tumesikia umekuwa ukifanya kazi yako mzuri sana. Na hii kazi umekuwa ukifanya mzuri mpaka saa hii watu wanaifurahia. Sisi nasi tungetaka kufurahia kidogo kama unaweza kututumikia. Wapi? Wakanielezea nichague ni wapi na watanipatia. So nikakaa kama mtu hataki. Lakini mimi naona tu wanazidi kuja na nikaona ukiona kitu ambapo inachaguliwa na wazee na usikie wazee wanakuongeleza, akina mama,
hata vijana ni watu wanakuhitaji. All of a sudden, huyu Peter Ndegwa akabuild kitu inaitwa interest. Nikajenga interest na nikaona ni mzuri niweze kuwa na hao, na wakati walikuja mara ya 4 ya 5 nikawaambia basi nimekubali, na mimi naona sitaki kitire kubwa sana hapa mahali tuko, ndio ningependa ndio tuone kama tunaweza tengeneza 1 2 3 things hivyo. Huyo ndio Peter Ndegwa Githinji. Okay. Yes. Kwa nini uongozi wa kisiasa? Maanake ungewatumikia au ungewajibikia watu wa Muthwani kwa njia zingine? Naona ile inatosha, ile inavaa. Mimi nimekuwa nikitumikia watu wengi, na hasa hawa watu wengi nikiwa nawatumikia, ninaona nilikuwa nawatumikia mzuri. Na saa hizi kwa vile sasa kazi kama hiyo nilikuwa nafanya, naona imefika mwisho. Na hii ingine ya kitu inaitwa siasa haina mahali imeandikwa mwaka 1, miaka 2, kama ya kuko mahali nilikuanga. It is from 18 years to 60 years. Uende retire. Lakini huku kwingine unaweza fanyia wananchi kazi kuanzia mwaka yoyote, hata 100 years. Provided your knowledge is upstairs. Yaani akili yako inafanya kazi mzuri. Ile kitu iko, mimi nimekubali kwa sababu naona kutumikia hawa watu wengi, mimi nikiwa ndani yao na wao wakiwa ndani yangu, itakuwa na impact kubwa. Kwa sababu hapa ukiangalia ile kazi naweza fanya, kule naweza kaa chini na niongee in the parliament. That is a county assembly parliament. Niongee mpaka isikike watu wa Muthwani ward wanahitaji 1 2 3 things, and this 1 2 3 things ipeanwe 1 2 and 3 haijapeanwa, itapeanwa wakati mwingine. Nikija niwafanyie, itakubalika ya kwamba wamefanyiwa, na wamefanyiwa na mheshimiwa wao waliyechagua bila kubagua. Na huyu mheshimiwa si mwingine. Naona ni Peter Ndegwa Githinji. Kusema kweli. Ndio. Kabisa. Na ningependa kujua Peter. Yes. Umezoea pale katika kazi yako ya awali. Ndio. Ulikuwa umezoea kupeana amri. Amri kali. Lakini hapo umechagua uongozi. Na uongozi ni kusikiliza wakazi na wananchi. Ndio. Itawezekana? Itawezekana. Ile kitu ingetakana ujue ni kwamba Lucy, katika kazi ya ile nilikuwa awali, yenyewe ni ya kusema fanya. Lakini hii sasa mimi ndio ninaelezwa. Enda utufanyie. Na nikielezwa enda utufanyie, mimi nakimbia mbio kwenda kufanya hiyo kazi. Na ninaenda naongea na wakubwa yangu, because mimi nikiwa member of county assembly, mimi am not all that senior. There is my seniors. Kuna mtu naitwa speaker of assembly, kuna mtu naitwa governor of the county. Hawa wananchi watakaye nichagua, na wamesema watanichagua, wananituma niende nikawafanyie, nikawatumikie, kwa sababu wote hawawezi enda kule kwa gavana kwenda kuomba hii na kuomba ile. Wanahitaji mtu atatumwa apeleke ripoti yao mbio kwa gavana, alafu huyu gavana naye atanisikiza sababu mimi ni mdogo yake, na pia ninamwakilisha kwa wananchi hapa. So atanisikiza na gavana atanipatia hitaji la wananchi, whereby nitairudisha. So mambo ya kwenda ati kusema nitatoa command, nitakuwa nimeanguka na magoti. Command ilisha. Hii ni wakati mwingine wa kutumikia wananchi kwa unyenyekevu. Nimewahi kuwa
na mkubwa yangu moja Lucy. Mkubwa yangu moja ambapo alituacha hata tukilia, na akasema yeye anaenda kuwa governor, na akaenda akakuwa governor. People could not breathe that person could deliver, lakini alienda akafanya kazi mpaka watu wakaanza kupiga makofi, vifinjo na nderemo ya kwamba ameenda amebadilika, si askari tena, si mkubwa tena, yeye ndio anasikiza wananchi. Mimi ni nani? Mimi ni Ndegwa, Peter Ndegwa Githinji, yule ambapo sasa nataka kuwa mtumwa ya wananchi wa Muthwani. Niende niwatumikie kwa unyenyekevu na niwaletee maendeleo hapa kwa ground. Yes. Peter, hiyo inamaanisha kwamba kama umeamua kuwatumikia, umesema uko tayari kusikiliza na kuwa mnyenyekevu. Umetembea ile kwa ground, ukasikia sauti za watu na malalamishi yao. Kwa hivi sasa ni kitu gani ambacho wanalalamikia zaidi? Lucy, wacha nikueleze. Hii Muthwani ward, kwa sababu nimezoea kufanya kazi area kubwa sana, ndio nitoke kazi ya Sari, nilikuwa nafanya kazi ya region, the regional, na hiyo kazi ya region ni kubwa. Sasa hii Muthwani nimeizunguka within 1 week, and all the needs of the residents of Muthwani ziko kwa fingertips hapa. Ukiniuliza wapi, nitakueleza hiyo. Ukiniuliza wapi, nitakueleza hiyo. Kwanza kabisa, Lucy, ile kitu watu wanalalamikia hapa sana ni barabara, maji na mulika mwizi, that is street lights. The reason being, barabara zetu tumechagua watu sasa. Hii ni wakati tunaenda kuchagua na tangu MCA ianzishwe 2010 na hii katiba ya 2010, this is the 4th time now, the 3rd time, the 4th time, 2013, 2017, 2022 na saa hii tunaenda 2027. So hii tunaenda kuchaguana saa hizi ni 2020, ni ya fourth round. Lakini kule ward zingine zote za Machakos County ziko better off. Lakini if you can travel today, whereby I know you have already tested the Muthwani ward a bit when coming here. Iyo area ya Muthwani ward, you cannot compare with other ward within Machakos County. The reason being, hakuna barabara yoyote iliyotengenezwa ama iliwahi kujaribu kutengenezwa, isipokuwa hii kilomita 2 iko hapa tulitengenezewa na honorable governor wetu, honorable Her Excellency Wavinya Ndeti, 2.5 kilometers. And umeiona vile iko already, kwa sababu ya lack of drainages, lack of whatever kind of make it was, imeanza kuwa na a very big potholes. That's true. A very big potholes. Now, hiyo peke yake within Muthwani ward ndio tunaweza count. There is another barabara kidogo imetengenezwa hapa Katani, from Murorongo to Katani, about 2 kilometers again, ambapo hiyo naye nimefuatilia, inasemekana ya kwamba imetengenezwa na developers wale ambapo wanaitwa kwamba
ni wanaitakia, wanaitwa nini wale wa kuchanga, wanalete msaada. Watu walijitolea tu wakatuwekea hapo kama msaada. Na hiyo na imefika pale Katan Secondary School. Na ukiangalia hiyo barabara na hii peke yake, there is none any other road which was made by the county government. And other areas are there. Na zimetengenezwa barabara ziko sawa sawa. They are passable. Even if it is not tarmac road. The Maram road zimewekwa. Unapata barabara inapitika. But huku kwetu saa hizi, Mudhwani ward, God forbid, hakuna barabara hata saa hizi, isipokuwa hiyo nimekuambia na ile ingine ya Katani, inaweza pitika saa hizi. Hakuna. Hata hii yetu iko hapa tunajiwekea mawe kwa barabara. Tunachanga pesa kama residents, tunaweka mawe, hali iweze kupita, ili tuweze kufika nyumbani. But hiyo yote sasa, Peter Ndegwa Githinji akishaingia pale kwa county government, ambapo tunasikia pesa haipeanangu ya hii ward, ndio nitaweza kujua kweli inapeanwa ama haipeanwangu. Ndio nikuje niambie wananchi wangu kweli ile pesa mlikuwa mnasikia haipeanangu hakuna. Sasa hapo naweza kuwaeleza mzuri. But ile kitu watu wananchi wanalia hapa sana ni barabara. There's no roads. And especially this time of rain season. Barabara mahali wananchi walikuwa wamejitengenezea yote imekuwa swept na maji. Haya, mahali yoyote watu wangetaka kuvuka saa hii kama hawakuvuka mchana, saa hii they cannot cross that road. They cannot. Because of the big river crossing. Hawawezi. Haya, ile ingine ambapo inaletea watu shida sana ni fresh water. Many people within the area and also within Mudhwani ward, there is what we call borehole. Borehole ni za watu. Na hawa watu wamechimba borehole. Borehole hizo wanatuuzia maji. Hata mimi mwenyewe I don't have mine. Mimi mwenyewe pia na source maji kwa mtu na ninalipa. And that is what I found here. Na ndiye inaendelea mpaka saa hii. But 3 years ago tuliwekewa pipe ya maji hapa chini from Nairobi. Na hata imepitia hapa kwangu kwa nyumba. Even we were told to pay a certain amount of money so that money that water can be connected to household, to the individual's household. But since then, 3 years down the line, up to now, hakuna mtu amekunywa maji within Airways, within Zebra, and even Mairad. Hakuna mtu amekunywa maji. Only that, nimereceive information ya kwamba kuna watu within Githunguri 1, mtu moja pengine amewekewa. So, pengine Mungu ataweza saidia. Mwaka hii tunaweza pata hiyo maji. Kusema ukweli. Na ikiwa MCA wanafanya kazi pamoja na governor, na governor anafanya kazi pamoja na MCA wake, wananchi wa huku sasa wangekuwa wamekunywa maji for that duration ya miaka 3. Ndiyo madam. Na ningependa kujua, umezungumzia yale malalamiko ambayo umepata pale kwa wakazi hapa Mudhwani. Umezungumzia barabara, umezungumzia drainage, umezungumzia security lights, ukazungumzia kuhusu maji. Lakini wakati nimekuwa nikipita na katika research yangu, nimeona Mudhwani hakuna soko. Umekuja usiku. Soko ziko, lakini ile soko iko. Ni ile mwananchi anafikiria kuweka anyhow.
mahali popote kando ya barabara, wapi hakuna soko. Sisi soko hatuna ile soko ambapo iko designated ya kwamba ati inaweza kuwa mahali fulani. Lakini of late tumekuwa tukisikia kuna soko inataka kujengwa na national government within somewhere within Airways MC? Yes, within MC. And sijajua so far imefika wapi, but kuna kitu kama hiyo. Lakini kitu ya maana sana ni mimi nikiwa sasa MCA wa Muthwani Ward, nihakikishe kila location through governor, na mimi sasa, kwa sababu watu wanahitaji mahali ya kwenda kupeleka mahali yao wauze, yani wabadilishane, kwa sababu hii mambo ya soko ni muhimu sana. Utapata mtu anauza kuku apate unga, utapata mtu anauza unga apate kuku, kuna mtu anauza mayai anunue chumvi, kuna yule anauza chumvi anunue mayai, you see? Sasa kitu kama hiyo inahitajika within Muthwani Ward. But for now, I don't want to speak lies. Soko within Muthwani Ward, we don't have even one. Not only this market, si soko peke yake. Even there is what we call sewerage system. The sewerage system, we are neighboring to Nairobi. And Nairobi here, just Nairobi where you left the Kinka junction to Kinka to this one, to this way. There is a very big system which coming from airport, Jomo Kenyatta International Airport, down once to Ruai, where there is that system of that ponds ya ziwa. Na watu wa upande wa Ruai, some of them wameweka wale wako Nairobi County. But within Machakos County, which is now Githunguri, also on this side, not Ruai but Githunguri. On Githunguri, the other side, the border is the highway. The other side is Nairobi, and this side is Machakos County. We are suffering a lot. We do not have sewerage system. And this sewerage system, governor anaweza kuorganize vile watu wa hapa, na tuko watu wengi sana. This area is highly populated. Na highly populated means ndio wanatoa pesa mingi ya kodi. Kwa hivyo si ati kwa sababu inatoka pesa mingi ya kodi tuletewe hiyo system, but because the system ya sewer iko within Nairobi hapa neighboring, and we are neighboring with them, we would like also to benefit, because ile line haiwekewi ati mtu ya Nairobi, mtu ya Machakos huwezi pata, sijui huwezi fanya nini. Tunasumbuka sana kwa sababu septic ya mtu ikijaa lazima atoe 10,000 avutiwe hiyo septic tank, alafu aanze kuitumia tena. So what we are also lacking is a sewer system. But I know if I am going to be given opportunity by the residents of Muthwani Ward, I will meet this through my able governor who will be there at that time, because I will work with that governor and see that Muthwani Ward is well taken care of in terms of developments. Yes, Lucy. Another question? Uko sawa. And, sasa umezungumzia hizo changamoto zote ambazo unaona wananchi wa Muthwani wanapitia, wakazi wa Muthwani wanapitia. Yes. Ni gani ambayo utaipa kipaumbele wakati utakuwa MCA wakikuchagua? Yes. Nafikiri pale mbele
pale mwanzo kuna kitu nilitaja, nikasema ya kwamba hawa wananchi wakinichagua kwa sababu hawa ndio wakubwa wangu. Kwa sasa mimi nawauzia sera, nawaeleza nitafanya hii, nitafanya ile. Mwananchi nikisumbuka namwambia nitafanya hii, nitafanya ile. Lakini ujue hizi sera tumeziandika sisi tumeziandika sisi bila kujua ni kweli ni hiyo ama sio hiyo, lakini tumeziandika kwa uzuri na tumefuatilia kuangalia ya kwamba hiyo kitu tumewahi kuona ikifanyika kwa wodi ingine, hii kitu tumewahi kuonekana ikifanyika kwa wodi ingine. Kwa hivyo hizi zetu kwa vile hazijawahi fanyika, wacha tuwatajie zote, naye wakati sasa itakapokuwa nimeingia pale, ndio niweze kujua ni kipaumbele, ni kitu gani nitaweka mbele, in the front of others, forefront. I will come back to the same mwananchi with the same manifesto, niwaeleze nilimwambia hii na nikaiandika mzuri na nikamsomea na mkanipitisha na nikaenda, na sasa Mwenyezi Mungu ameleta bahati ndio hii. Saa hii you being my, nyinyi ndio mumeniajiri kazi, nielezeni ni kitu gani inamsumbua hapa sana. Though ninajua, lakini I would like you also to be part and parcel of this, so that now we write afresh. Tukuje na number 1, number 2, number 3 kuendelea mbele. Yes, madam. Na kabla ya kuwa MCA, yes, kuna jambo gani ambayo umeifanya ama unawafanyia wananchi wakazi wa Muthwani? Saa hizi kusema ukweli, mimi jambo ile nimefanyia wananchi wa Muthwani, kitu ya kwanza ningetaka kusema hapa, kabla sijaamua kama nasimama wa MCA, nilikuwa naenda kanisa hapa mahali naitwa Katani. Nimeenda kanisa, yani kama vile kwenda kutembelea marafiki kwa kanisa fulani. Kufika pande ile nikakosa njia. Kufika mahali ile ingine nataka kupitia nikakosa njia, ikabidi mimi nirudi. So nilikuja nikasanya vijana, nikaenda nikawaambia kuna mahali nimeona shida. Ikiwa mimi mwananchi moja nimeshindwa na kuvuka mahali na gari yangu niko naye, je, yule ambapo ako na miguu atapita aje wakati wa mvua? Sisi tukashikana kama vijana, nikashika vijana kadhaa, mimi nikiwa hapo na waongoza, na tukapatana na mzee mmoja pande hiyo anaitwa mzee Wambua, na akatuambia mmefanya kazi mzuri. So tulianza kufunika hiyo barabara. Tulifunika hiyo barabara na within 3 weeks ilikuwa passable. All of a sudden, because tulikuwa tunafunika na mikono, pia ikakuja ikafagiliwa tena ikaenda, but we did something good whereby the residents of that area who are living nearby, they appreciated a lot. And that video we have it. Then again, kuna hii barabara mumepitia, tumehusiana na wananchi wale wengine hapa kuhakikisha hiyo barabara inapitika wakati wa mvua ama wakati wa jua, na kununua maram na kuweka pale as a community responsibility. Tumekuwa tukifanya hiyo sisi wote pamoja, sitaki kusema ni mimi, sababu tukiagana tutoe kila mtu 1000 tunatoa, tukisema tena tutoe 500 tunatoa, tunaenda tunatengeneza hiyo barabara na inakuwa passable. Kama sio vile tulifanya, wewe hata ungepita hapo. Kuna barabara ingine hapa tunaombanga Nairobi hapa na tunatoa pesa ndio tupite, sababu ametengeneza, lakini saa hizi hatupitii huko, tunapita hii yetu ya kwenda Airways. And ile ingine ni kwamba kuna maybe wale watoto needy wakija hapa wanililie ya kwamba wana school fees,
2 3 4 nimesaidia na wameenda shule. Na mimi naona hiyo sofa hapo ndio nimefika, na niko na hiyo spirit ya kusaidia zaidi. Isipokuwa hapa kwetu pia kuna barabara ingine ya kutoka hapa mahali niko, tukizunguka na huku nyuma tukienda mahali naitwa tukienda Githunguri, mahali naitwa Mary Start. Hiyo barabara ni very 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 bad. Lakini nimekuwa nikiweka mawe, ninalipa hata mpaka vijana wanaweka mawe, tunang'oa mawe kwa maploti za watu. Tunaweka, tunashinda hapo tukiweka, na mimi nawalipa. Inapitika wiki moja, wiki ya pili inakuja inaharibika because of the heavy lorries. Kwa sababu ile kitu nimegundua hapa kwetu ni moja. We are living in a area whereby we are with what we call black cotton soil. Na hii black cotton soil kukinyesha, hiyo mawe mkikanyanga inaenda chini, inameza ile mawe. So mtu akiwa na nguvu mzuri anastahili kung'oa hiyo cotton soil na kuweka mawe. But now mi naona wananchi wanaenda kunipatia nguvu, hiyo kazi nitafanya bila kuita watu. Ndio Lucy. Fedha za maendeleo huwa zinalalamikiwa vibaya sana. Yes. Kwa hivyo utaweka mfumo gani kuhakikisha uwazi? Yes. Pesa za maendeleo huwa zinalalamikiwa. Mimi nikiwa moja yao ya kulalamika. There is what we call integrity. Integrity, ukiwa na integrity, ukiwa na uaminifu na trustworthy kwa wananchi, pesa hastahili kupotea hata ndururu. Na unaona tunaongozwa hapa na wakubwa wengine ni wazuri sana. Wakubwa wengine ni wazuri sana. Wanaongoza na kueleza vile wamefanya. Wanaenda wanapewa pesa na wanaonyesha vile imeenda. Lakini development wanafanya. Lakini hapa kwetu Mudhwani ward, the worst. The worst again. The worst. Kwa sababu gani? Pesa haifiki. Na pesa inasemekana haipeanangwi. Na yule anapewa pesa, yeye sijui ni nani. So tukienda kule, kwa sababu mimi ni mwakilishi ya wananchi, nitajua yule upewa pesa ni nani. Kwa sababu hata pesa ikipeanwa kwa mwingine, as the eyes and ears of the wananchi hapa, ninastahili kujua na kufuatilia kuona ile kitu inastahili kutendwa ama kufanyiwa imefanyika. There must be integrity, first of all. Second, trustworthy. Third, transparency. Fourth, accountability. Ile kitu umefanya lete kwa wananchi. And in order to do that, you must have, you are supposed to have a committee. Committee for development, committee that will be now overseeing you. Kwa sababu kuna watu wana oversee governor. Wale wana oversee governor is the MCA. Wale wana oversee MCA ni nani? Is the committee ya hiyo ward. Wewe uform committee ya kukuangalia na kujua mali yao ilikuja kiasi hii. Na wewe MCA uje waambie imekuja kiasi hii. Na hiyo baada ya kuja, kila ndururu ipangiwe na hao wananchi. Baada ya kupangiwa, ziko kwa account, kuna treasurer, kuna secretary, kuna chairman, wafuatilie na wale wengine, committee wengine. Tuone ya kwamba pesa ya mwananchi imetumika mzuri na malalamishi hiyo yote itaisha. Kwanza wewe utosheke. Kuna kitu nilisomewa wakati niliandikwa zamani. Nikaambiwa hivi, kitabu ya Mwenyezi Mungu inasema, nalo shoka liliwekwa katika shina ya miti.
shoka ikawekwa katika shina ya miti, yaani shoka ile ya kukata, ili ile miti mbaya ambapo haimzalii Mwenyezi Mungu matunda mema itakatwa na kutupwa wapi? Motoni. Wewe naye kama wewe unafanyia wananchi kazi, wewe ni miti ya hiyo ward. If you are not bearing good fruits to your people of that particular ward, that people ama those people will remove you na watalete miti ingine hapo. Sasa mimi ni miti mema, miti ile mwema, niko na matunda, nitazaa matunda mema na sitakatwa kupelekwa motoni. Na kama sitaweza kufanyia wananchi kazi, wananchi hawa wako na ruhusa ya kuja kunieleza stand down. Kwa sababu gani? Mimi najua I will have integrity, high integrity, transparency, accountability, na hiyo yote nitatimiza, madam. Sa hiyo ina maana unaunga mkono mikutano ya wazi ya kutoa hesabu kwa wananchi kila mwaka? Mikutano ya wazi, na hata si ya wazi ya kutoa hesabu, ni ya wazi kwanza ya kuwaonyesha ile pesa tumelete. Kwa sababu yangu ya mshahara ile nitalipwa na gavana, hawataniuliza ni ngapi ulilipwa, hapana. What they are interested for is what have they been given. Wamepewa nini na county government, na hii county government imewapea, sasa itafanya nini? Wananchi tupangeni, ndio tupangie from first cent to the last cent, ndio tuone ya kwamba uwazi imepatikana. And you never hear or get the co-brain ukiwa Barasa TV 2027. Kabisa. Na ni kosa gani unaona kubwa viongozi wa ngazi ya chini wanalifanya sana leo? Makosa ile Lucy naona inafanyika sana ni hiyo kutokuwa wazi. Unapewa pesa na unasema wewe upeangwi, na unajua mwananchi vile utamwambia ndiye ataamini, na huku wewe unakula na kunywa, na mwananchi huku amejifunga msipi. Mwananchi hataki kula na kunywa kutoka kwa serikali ya county. Mwananchi hataki kukula na kukunywa kutoka kwa serikali ya national. Mwananchi anafurahishwa na maendeleo. Muletee maendeleo, muletee basari, muletee maji, muwekee soko, muwekee kila kitu, barabara yake iwe mzuri. Mwananchi hata kuuliza swali, na muwekee taa ili asiende kupigwa ngeta akitoka sokoni usiku. Kwa hivyo iko hivyo. Kama MCA, ni sekta gani ambayo utaipa kipaumbele? Kuna wanawake, vijana, miundombinu au afya, na kwa nini? Kitu ya kwanza miundombinu, wananchi na hii vikundi vya kina mama na wazee pia wako. Siku hizi wazee wameamuka. Wazee wameamuka sana. So kuna vikundi ya wamama. Wamama unajua hata wakitengeneza barabara wanajua ile soko yao. Wamama wanakumbuka ile chama yao. Wamama ni mzuri kuwakumbuka kila wakati, ili wao ndio walikuingiza pale kwa ile kiti. Ukipewa ile kakitu, at least I don't know, I'm not very much conversant with, is that kama kuna hiyo empowerment fund, but haiwezi kosekana. If the national government has an empowerment funds, also the county government should have the empowerment fund. Kama empowerment fund iko, ninahesabu vikundi vya akina mama zile ziko ni ngapi, ili nigawanye hii empowerment ya ward yangu na zile vikundi.
niende niwapatie kidogo 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 kidogo, and then watosheke, na si mwezi moja, si mwezi mbili, sababu nitakuwa huko miaka 5. So hiyo miaka 5 nitakuwa pale, lazima niangalie hawa wakina mama, na ni kwa sababu gani? Si walinichagua na wako na hiyo vikundi yao, na saa ingine kwenda wanashinda kwa samba, wakitafuta kibarua analima kwa 100 kwa siku, ama saa zingine 50. Sasa hiyo haiwezi kufidi watoto na apeleke kwa chama. Na unajua hii chama ndio mama ananunua reso, ndio mama ananunua sahani, ndio mama anapeleka naye mtoto shule, sometimes anachukua ka school fees kidogo. So nitaangalia wamama kwanza, hiyo ni kwanza, and then wasichana kwa vijana, yani wa vijana kwa jumla. Siku hizi anaitwa Gen Z. Gen Z wameamuka, na Gen Z usipoangalia Gen Z, kama saa hii niko na wao hapa wananingoja, hiyo Gen Z, na wananingoja ati niende nikaongea na wao, na nitaongea na wao because they are my people. Yes, and I value them. So na Gen Z pia nao nitaangalia what kind of arrangement do they have, na naendelea kuwaongeleza wakati tunaendelea na mikutano yetu ya hapa na pale. Nikikutana na wao na waambia wajiandikishe kama self help group, all chama yao iwe registered, so that, kwa sababu serikali naye haifanyi na watu tu hivi hivi, lazima uwe registered, so that ukiwa registered hata ile certificate yako tuko naye na inaonyesha tulisaidia watu ambapo ni wetu. Sababu ikiwa sio hivyo, tutasaidia watu wengine ambapo wako Turkana, na Turkana kuna county government ya huko. Tutasaidia wengine wako Meru, na county Meru kuna county yake, county governor yake. Nairobi the same, na Machakos the same. So those people belongs to Machakos County, and within my ward they must be registered, so that they are recognized by my office if they give me opportunity. That there is health. Health, it is another chaotic. Madam, let me tell you. Within Muthwani ward, and this one, it can go to record. Within Muthwani ward have gone loud. Especially within Githunguri, we do not have health center. We don't have health center. Katani there is health center, but no medicine, no doctor. Within Joska, there isn't. Within Muthwani location, there is no doctor, no medicine. Bush, yani nyumba ilijengwa iko hapo, lakini ni mzito. Huko hakuna daktari, hakuna dawa. Ilijengwa iko, lakini why? It is because of what we call lack of commitment. The MCA called Peter Ndegwa Githinji, even given an opportunity, all these medical facilities, itakuwa na daktari wawili ya usiku na mchana. Itakuwa na dawa, ukienda unapata dawa. Kama ni referral, ndio utaweza kuwa referred uko upande wa Machakos County headquarter. And within Githunguri, we do not have facility, health facility. Why? Me, I don't know. Those who have been there and those who are still there, they may tell us more about that. Lakini mi najua the reason why kuna public utilities, lakini ile commitment iko below average. Commitment, it is below average, to be sure. Yaani nikikwambia ukweli, commitment hakuna. Kwa sababu gani? Wananchi wa hapa wanagonjeka usiku na mchana. Hata mimi nimeitwa mara ngapi kutoka hapa kwangu kupeleka hawa hospitali,
And I don't judge them because they are my colleagues, they are my neighbors, they are my friends. I don't judge them. Napeleka mpaka Mama Rusi. Hapa Githunguri ile kitu imetusingira kwa wingi ni ile kitu inaitwa private hospitals. There are so many. Hata huwezi hesabu. Na hata zingine naro hapa Nairobi bordering with Nairobi. So bordering county which is Nairobi. Uko ni Nairobi. Sasa mimi naongelea kwetu. Kwa hivyo hapa kwetu hakuna, but hapa nitahakikisha within Mudhwani ward. Not Mudhwani, yeah, within Mudhwani ward and in Githunguri location we must have one or two facilities because of communities. Communities are so many. You see? So hapo ndio tuko sasa. Umetaja kwamba unazungumza sana na vijana. Yes. Hata sasa umesema kuna wengine wanakungoja pale nje. Hao vijana uko na ujumbe gani kwao? Maana vijana wamekuwa wakitumika vibaya sana na viongozi. Ujumbe ile niko naye sana. Vijana kama hawa najaribu kuwaonyesha na kuwaongeresha jinsi kwanza ya kuachana na vitu inaitwa mihadarati. Sababu vijana wengi wamejiwaste. Ninawaeleza ya kwamba kitu ya kwanza they are very very important people in this world. Because mimi nataka kuwa ward ya watu zero drunkard. Zero drunkard. Na vijana wengi wanakula miraa. Vijana wengi wanahusika kwa mihadarati, madawa za kulevya. So slowly by slowly I want to talk to them. Hata kama mtanichagua niwe MCA wenu, ningeomba nyinyi ndio muwe watu ya kuheshimika, mkiwa na mheshimiwa wenu huyu anaitwa Peter Ndegwa Githinji. Please, wachaneni na kitu inaitwa mihadarati. Si kukunywa, si kufuta, si nini, wachaneni na hiyo. Kama ni kukunywa, kunywa uji, kunywa maziwa, kunywa chai, you see? Na kama ni lazima ukunywe, kunywa uji, kunywa chai, ama soda na uende. Lakini mambo ya pombe, mambo ya nini, hii pombe ya 10, wachana naye, hiyo itakuharibu. Ile ingine ni kwamba ninawaeleza ya kwamba the MCA to be in 2027 is me, who will care for your welfare. And welfare is you be registered in a certain group whereby nikija naweza kutana na nyinyi na niweze kuongelesha nyinyi vile nastahili, kwa sababu you are registered na muko muko ndani ya county ya Machakos as well as Mudhwani ward. Yes. Hivyo basi Peter, unarusha karata yako kupitia chama gani? Hiyo ni mzuri sana. Kitu ya kwanza mimi nimeangalia sana na chama yangu madam. Kitu ya kwanza nataka nikueleze kwanza hapa, na ningetaka watu wasikie. Hawa vijana na wasichana wanaitwa Gen Z ni wazuri sana, and sometimes they do educate us. Tukiona tu kama wanacheza tu, uanga wanatupeleka mbele kidogo. Walikuja wakasema hivi, sisi hatutaki kujali chama, sisi hatutaki kujali nani, tunataka kuona mtu mwenyewe anajiuza na mtu anaeleweka. Kwa hivyo mahali popote utakapokuwa na uje utuongeleze na tuone unaweza, we will support you with our votes. Na mimi Gen Z kweli ninapigia nyinyi makofi. Kwa sababu gani? Walisema hawafuati chama chochote, watafuata mtu binafsi.
Na Gen Z mimi ndio huyu hapa leo, Peter Ndegwa Githinji, mzee wenu, baba wenu. Nitamfanyia maendeleo mpaka mkubali. Mimi madam, acha nikwambie sasa, niliingia kwa chama inaitwa People Liberation Party. People Liberation Party initials zake is PLP. And the party leader is none other than Her Excellency Mother Wangari Karua. So I'm there as an aspirant and within Muthwani ward. Yes. Peter, kwa dakika 3 tu, una ujumbe gani kwa wakazi wa Muthwani? Waongeleshe. Wakazi wa Muthwani, asanteni sana. Nimepewa dakika 3 tu, lakini najua nitaongezewa hata moja ziwe 4. Ile kitu ningetaka kuwaeleza wananchi wa Muthwani, na wapenda kwa roho yangu yote, kwa roho yangu yote, kwa akili yangu yote hii, na wapenda. Kwa sababu gani? Nyinyi ni wananchi, mumewachwa nyuma kwa muda mrefu. Mumewachwa nyuma kwa sababu ya kuangalia suti. Mimi ningewaomba, nimesimama hapa na chama cha PLP, People Liberation Party, na hiyo People Liberation Party ni kumaanisha ni chama inalete watu kwa pamoja, bila kujali kabila, bila kujali rangi, bila kujali umetoka wapi, bila kujali unaendaje, na bila kujali hali yako ya mwili. Ninawaomba kura zenu kwa unyenyekevu, nikiwaeleza ya kwamba nitasimama kidete kuulizwa swali yoyote na mwananchi yoyote, kwa nini maendeleo yao imekwama. Kama vile tumeongea nanyi, mumenieleza ya kwamba hamujali nani ama nani, lakini mnataka Vaite. Vaite ndio huyu Peter Ndegwa Githinji, ambapo ameomba nyinyi kura leo ya Muthwani ward. Na nikichaguliwa na nyinyi, sababu najua mumejitayarisha, mjue ya kwamba mumebaki nyuma, lakini mtakuwa mbele na watu wataanza kuja kusoma na sisi hapa. Hapa Muthwani ward itakuwa kielelezo za ward zile zingine zote. Tunasemanga ya kwamba inuka ufanye kazi, kaa chini uangaliwe. Mimi nitainuka nifanye kazi, na sitaki nitainuka nifanye kazi, na sitakaa chini niangaliwe. Kuniangalia ni kumaanisha ati unataka unipatie heshima. Hapana, nitume niende nifanye kazi yako. So mwananchi wa Muthwani ward, niko hapa jioni ya leo nikiomba nyinyi kwa roho moja tena munipatie kura zenu, na niko tayari kutumikia nyinyi kwa hali na hata mali. Asanteni sana. Asante Peter kwa wakati wako. Yes. Hii ni sauti ya uwajibikaji katika uongozi wa Kenya. Hadi wakati mwingine.